baada ya kueleza kwamba watu wa batil wako katika kauli zinazopingana wala hawajasimama katika kauli moja kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallama, al-haq tabarak wa taala kaendelea mbele kwa kusema yufaku anhu man ufik, yufaku anhu man ufik. Enyi mliompinga na kumkadhibisha na kumkanusha mtume sallallahu alaihi wasallam na yale aliyokuja nayo, hakika mupo katika kauli zinazopingana mbalimbali zinazokhtalifiana. Yufaku anhu, maana ya yufaku katika lugha ya Qur'an na lugha ya Kiarabu kwa jumla, maana yake ni yusraf, na yusrafu maana yake ni kuondolewa au kugeuzwa, kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapoiteremsha haki, waja na viumbe wanagawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna wale wanaoiona ile haki na kuifuata, kuna wale wanaoitafuta ile haki na Allah azza wa jalla huwaonesha njia ya haki, na kuna wale ambao wamejaliwa kuiona haki pengine hawakuitafuta bali haki imewajia. Allah azza wa jalla haki ile kaidhihirisha mbele yao haqqan wadihan jaliyan sarihan, haki ipo wazi mbele yao, lakini mwanadamu huyo akachagua kuikeuka ile haki, kuipinga ile haki na kupigana nayo vita. Mja akifika daraja hii kwamba Allah azza wa jalla amemdhihirishia haki mbele yake, kadhihiri, ikawa ile haki haiwezi kupingika wala huwezi kuikwepa ile haki, lakini mwanadamu akawa na inadi na jeuri na kibri ya kwamba bado atakapoendelea kuipinga ile haki, pamoja na kwamba haki ile haipingiki wala haki ile haiwezi mwanadamu yule kuihepa wala kuikimbia. Kule atakapokwenda ile haki inamfuata, ipo wazi, li'annahu wadih wa li'annahu jali wa li'annahu sarih, na haki kama tunavyojua ni nzito haki, hakuna kitu ambacho kinaweza kukaa juu ya haki. Wal haqu ya'lu wala yu'la alayhi, hakuna kitu kinaweza kikaja juu ya haki ikaizamisha ile haki. Haki saa zote itabaki kuwa juu, itabaki saa zote kuwa ni dhahir, hata watu wakijifanya kwamba hawaioni. Mwanadamu wakati mwingine ile haki anajifanya kama haioni, haitambui wala haijui, lakini fi qararati nafsihi, ndani ya moyo wake na nafsi yake anafahamu na anatambua kwamba hii haki ni ukweli, ipo, hawezi kuikimbia. Na ndio maana Allah azza wa jalla katika Qur'an akatubainishia wazi watu waliowakanusha manabii na mitume, kuanzia wale waliopita mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote walikubaliana juu ya jambo moja, ya kwamba ile haki wao walijua na walitambua, lakini kwa sababu ya kibri, kwa sababu ya jeuri, kwa sababu ya inadi na kwa sababu ya kuogopea kwamba kukubali haki hii itapelekea wao kukosa mengi katika yale ambayo walikuwa wanania ya kuyapata. Kwa hiyo wakiangalia ile compromise walioko mbele yao ni compromise kubwa, kumkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wale waliotangulia, kadhalika kumkubali nabii Musa, kumkubali nabii Nuh alayhi salam na wengineo, itapelekea wao kugeuza na kuingia katika mageuzo makubwa ndani ya maisha yao. Ndio maana wakaikeuka. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia waziwazi maneno haya katika Qur'an fi surati an-Naml, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Watu wa nabii Musa alayhi salam, sio wao peke yake bali zote zilizopita. Huu ni kama mfano. Watu wa nabii Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia Musa alayhi salam wajahadu biha, waliyakanusha yale yote aliyokuja nayo nabii Musa alayhi salam, lakini tatizo liko hapa, wastayqanatha anfusuhum, mioyo yao na nafsi zao zilikiri na kuamini na kukubali kwa yaqini yale ambayo wamekuja nayo nabii Musa alayhi salam. Kwa nini wamefanya hivyo? Malladhi adda bihim ila tilka alhal, kitu gani kiliwapelekea katika hali ya kwamba haki ndio hii wameitambua, wamejua, lakini ndani ya nafsi zao, lakini dhahiran wakampiga vita mtume Musa alayhi salam kama walivyopigwa vita manabii waliopita, wengine wakauawa. Jawabu atuambia Allah subhanahu wa ta'ala, dhulman, kwa sababu ya dhulma waliokuwa wanataka kuzifanya, wa uluwan, na kwa sababu ya kule kutaka ukubwa katika ulimwengu huu na kutaka wao kuingia katika utawala na kuyafanya yale waliokuwa wanataka kuyafanya. Sasa wakimkubali kwamba huyu ndiye nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, haya yote ambayo wanataka kuyafanya hawataweza kuyafanya. Dhulma walizokuwa wanataka kuzifanya hawezi kuzifanya. Firaun alikuwa na dhulma kubwa anataka kuzifanya, dhulma za kuua watoto wa kiume, dhulma za kunyanyasa watu, dhulma za kuwadhalilisha bani Israil, dhulma za kila aina ambazo mpaka leo wanadamu wanaendelea kufanyana katika ardhi hii.
na ule ukubwa aliokuwa akiutaka Firaun, utawala aliokuwa akiutaka Firauni pale aliposema alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, hamuoni kwamba ufalme wa Misri wote upo katika mikono yangu? Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti, na hizi mito zote zinapita katika mji wa Misri, inapita chote mbele chini yangu, ipo chini ya utawala wangu na mamlaka yangu. Firauni lao angelikubali kwamba Musa alayhi salam nabiyun min anbiya'i Allahi azza wa jalla wa rasulun min rasulih, haya yote angeyakosa. Vipi angebaki kuwa ni mfalme, angebaki kuwa ni mtawala, na vipi angeendelea na dhulma ambazo alikuwa akizifanya? Sasa mja anapofika daraja hii kwamba haki ndio hii ameitambua, lakini akachagua kuikwepa ile haki na kuipinga na kwenda kinyume, Allah subhanahu wa ta'ala yujazihi bimadha? Yujazihi bima ikhtara. Allah subhanahu wa ta'ala humlipa mja huyu kwa kile alichokichagua, na alichokichagua mja huyu ni kuipinga ile haki, kuikimbia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala mja huyu humgeuza. Maana ya kumgeuza ni kwamba hugeuzwa na kutoitambua tena ile haki. Ile haki itakuwa sasa saa zote pia inamponyoka, hataweza kuitambua ile haki, hataweza kuiona ile haki, wala hataweza kuikubali ile haki. Ndipo pale mja au mwanadamu anakuwa ni mwanadamu kama zombie au kama robot. Vifaa na viungo vya kuelewa haki na kuijua na kuisoma anavyo, ana macho, ana masikio, ana akili, ana moyo na vinginevyo vyote ambavyo wanadamu mwingine anavyo. Lakini viungo hivi ambavyo vinaitwa faculties of knowledge, vifaa vya kutafuta elimu na haki, Allah azza wa jalla uviziba, vinakuwa vina kazi. Wala qad dharana li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia, hakika tumekwisha kuiandaa moto wa jahannam, kuiandalia waja wengi, viumbe vingi kutokamana na majini na wanadamu. Kathiran, wengi katika majini na wanadamu, Allah azza wa jalla amewapangia kwenda kuingia motoni. Waja hawa sifa zao ni kwamba lahum qulubun, wana mioyo, la yafqahuna biha, lakini mioyo ile hawaitumii kuelewa na kufahamu yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala na alikuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya nyingine inasema la yaqiluna biha. Na aya kama hizi ndio masikilio na maegemeo ya wanazuoni wale waliosimama na kauli ya kwamba akili ipo katika moyo. Wanazuoni hao wanasema hatuwezi kuacha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, muumba aliyemuumba mwanadamu na yeye ndiye anayemfahamu mwanadamu zaidi, tukashika maneno ya wanasayansi wanaotuambia kwamba akili iko katika kichwa. Allah azza wa jalla asema ndani ya Qur'an, lahum qulubun la yaqiluna biha qulubun la yafqahuna biha. Kila mwanadamu asema akili ipo katika kichwa. Nimeongezea tena hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, rawahu al-Bukhari wa ghayruhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fi al-haram كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Kwa Mtume صلى الله عليه wasallam kadhalika atuongezea kwa kutuambia kwamba katika kiwiliwili cha mwanadamu mna kiungo ambacho kikitengenea, basi mwanadamu ametengenea kiungo chake chote, mwili wake wote. Na kiungo hicho kikiwa ni kibaya, kikiharibika, ameharibika mwanadamu kiwiliwili chake chote. Kwa hiyo center of control ya mwanadamu yote ipo katika moyo, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akishaona kwa mja wake kwamba anapingana na haki, humgeuza. Ndio maana aya hii ikafuata kwa kusema yufaku anhu man ufik, hugeuzwa katika kumkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule aliyechagua kumpinga, kumkanusha, kumkadhibisha, salawatu rabbi wa salamu alayhi, Allah azza wa jalla humgeuza. Anhu ay anil haqq wa an ittiba'i al-haqq wa an ittiba'i al-Qur'an wa an ittiba'i an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Man ufika, yule yoyote ambaye anayegeuzwa, basi hugeuzwa kama hivi anavyogeuzwa hawa waliogeuzwa. Ili maneno haya yawe wazi,
inabidi turudi ndani ya Qur'ani tena kwa mara nyingine, tuiangalie Qur'ani inatuambiaje kuhusu man alladhi yufak wa limadha yufak, nani anayegeuzwa na kwa nini mwanadamu hugeuzwa. Qur'ani imeweka wazi kaida ya kwamba sababu ya kugeuzwa na mtu anayegeuzwa ni kwa sababu ya kwenda kinyume na aya za Allah azza wa jalla na kuzikadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mafundisho ya mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani inasema kadhalika yufaku alladhina kanu biayatina yajhadun. Aya ipo wazi. Hivyo ndivyo ambavyo yufaku, wanavyogeuzwa alladhina kanu biayatina yajhadun, hivyo ndivyo wanavyogeuzwa wale ambao wamekuwa wao wakizikadhibisha aya zetu, wakizikanusha na kuzipinga na kuzikataa. Hii ni kaida tuielewe, tuisome na tuhifadhi ndani ya Qur'ani ya kwamba yeyote anayekadhibisha na kuzipinga na kuyapinga mafundisho ya Allah subhanahu na kwenda kinyume na yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yusrafu anil haqq, Allah subhanahu wa ta'ala humgeuza akamuondoa katika njia ya haki. Sasa anakuwa mja huyu ile haki hakuna njia yoyote anaweza kuitambua, kwa maana kwamba anabaki hivyo katika hali ya upotofu, kwa maana kwamba anaendelea katika ule upotofu alionao na ile dhalal na ghai na yale maovu anayoendelea kuyafanya, ataendelea kuyafanya ila an yalqa Allah tabaraka wa taala, mpaka siku atakapokwenda kukutana na Mola wake jalla jalaluhu. Hii ni mujaza, haya ni malipo. Kama ambavyo yule anayetafuta haki na akaipenda ile haki, Allah azza wa jalla humuonesha haki ile na akaingia ndani yake, kadhalika yule ambaye ameoneshwa haki na akaipinga, Allah subhanahu wa ta'ala humgeuza ikawa haki ile hawezi tena kuiona. Anakuwa ni mwanadamu kama zombie, na kwa mwanadamu yupo hai tu lakini kama maiti, anatembea juu ya ulimwengu huu kama mayit, la yafqah wala yasma wala yubsir wala ya'lam wala yanzur. Wewe unamwona anaangalia lakini hakuna anachokiona, unamwona anasikia lakini hakuna anachosikia, hakuna kitu kinachopenya ndani ya moyo wake. Akaambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa anta tahdi al-umya walau kanu la yubsirun, wewe unaweza kumuongoza yule ambaye ni kipofu hata kama hawezi kuona, unaweza kumuongoza? Aljawab la. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kumuongoza njia yule ambaye ni kipofu. Kipofu aliyekusudiwa hapa ni mwanadamu aliye na macho yake yanayoona, anawaona wanadamu, aona miti, aona mimea, aona chakula, aona kinywaji, aona majumba, aona ardhi, kitu ambacho hakioni ni haki. Huyu ni kipofu hata ikiwa na macho. Afa anta tusmi'u sum, ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, unaweza kumsikilizisha yule ambaye ni kiziwi? Kiziwi aliyekusudiwa hapa ni yule ambaye anayesikia kila kitu, maneno maovu yote atayasikia isipokuwa haki hataweza kusikia, na hata akisikia hawezi kunufaika nayo, wala maneno yale hayawezi kuingia katika moyo wake. Hii ni daraja ya mwisho ya dhalal ambayo anaweza kuifikia mwanadamu, na baada ya hapo ni upoto, baada ya hapo ni kuelekea moja kwa moja fi nari jahannama, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba atuthibitishe katika iman na katika uongofu, na tubaki katika uongofu huo na iman na uislamu mpaka siku tutakapokwenda kukutana naye al-haq tabaraka wa ta'ala, wa nas'aluhu subhanahu an yatawaffana muslimin.